Na ameniamsha ukobokiri mwao na obeiro muya kegima aso bugima bwao. Nataka tu niingie pamoja na wewe katika andiko ambalo amarikaya gose kelingo chigokwana nigokerekie ngencho aso bugima wa mwanya bantu. You are the way you are because of the foundation. Nigole bunole asengencho yoboroso. Lero ndagete gukwanira igoro yoboroso msingi foundation. Kabla sijasoma andiko ama nifanya lolote, kwa majina ni Pastor Job, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninahubiri lile kanisa pale Ngege ndio Toigo kwenda Ragangalia, Light to Life the Messenger Church. Tuko na ibada ya kufanya ibada ya misingi, kuharibu misingi na kujenga misingi mipya. Na kabla sijalisoma ila andiko, amini pamoja na mimi tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nimeingia mara tena katika ibada hii asubuhi ya leo. Mama yule, mzee yule, kijana yule, mtoto yule anayenisikiliza mahali popote, pawe YouTube, Facebook, pawe ni TikTok, pahali popote wanasikia neno hili. Yesu, ninajua unaenda kutenda jambo jipya juu ya maisha yao. Bwana wa uzima, ninakushukuru maana wewe ni mwema. Mungu mwenye rehema, unahudumia maisha yao, unahudumia kazi yao, unahudumia biashara yao, unahudumia ofisi yao. Aliyo hospitali anayenisikiliza na kunitazama, unaachilia uponyaji wa kipekee. Bwana, nimesikia yale ambayo umekuwa ukitenda mahali popote pale tumeingia na kusema neno lako. Achilia nguvu zako, achilia uweza wako asubuhi ya leo. Asante Mwokozi Yesu, maana wewe ni mwema. Upewe sifa na utukufu. Ninavunja kila utawala wa kipepo, ufalme wote wa giza katika familia ya mpendwa huyu ninakamata. Wale watawala wa anga wanaotawala juu ya biashara yao, leo ninawaleta chini katika jina la Yesu. Asante maana wewe ni mwema. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini, amen. Nataka kuanza hivi. Wakati nyumba inajengwa, lazima misingi uwekwe vizuri. Urefu wa nyumba ama ukubwa wa nyumba unategemea imara ya msingi nyumba iliyowekwa. Kama nyumba haitajengwa kwenye msingi, iwe kubwa iwe ndogo, ikiwa misingi ya nyumba hiyo haifai, hiyo nyumba lazima itaanguka. Wakati nyumba inajengwa mrefu, lazima msingi ukae thabiti. Oboroso goikabowe burunge ekere nyombe kwagachwa, ekere nyombe renkongu, ekere nyombe menyete myake menge. Oboroso bwae nigo bwabege tuya bagachi bari kwagacha nigo batumegete amagena maya, nigo batumegete chichuma chindonge na emambi yabono intagete gukwanira igoro y'oboroso bw'obugima bwa mwanya bantu, oboroso bw'obugima bwao, musingi wa maisha yako. Na kuna misingi ingine lazima tutayaingoa asubuhi ya leo ili maisha yako ikuwe salama. Kuna misingi iliyowekwa kwenye biashara, lazima tuingoe leo ili biashara yako ikawe salama. Biashara yako inategemea uliweka misingi yako wapi. Ndoa yako inategemea uliweka misingi yako namna gani. Maisha yako yanategemea misingi yako iliwekwa namna gani. Ni nani alianzisha msingi wa biashara? Nani alianzisha msingi wa nyumba? Nani alianzisha msingi wa ndoa? Wakati mtu anaolewa ama anafanya harusi ya Kikristo, lazima afanyiwe maombi, lazima awe na kiapo. Katika kiapo na maombi hayo, inamaanisha wameweka misingi yao katika Kristo Yesu.
Kama misingi haitawekwa kwa Yesu Kristo, hiyo ndoa lazima itaharibika. Kama misingi haitawekwa kwa Yesu Kristo, hiyo biashara haiwezi enda mbali. Kuna watu wengi walianza biashara wakadanganywa, wakaambiwa ya kwamba ukienda kwa mtu fulani atakupa dawa kisha unyunyuzie kwenye biashara, wateja watakuja. Lakini nisikilize mpendwa, utaweka hiyo dawa, lakini kuna wakati umenyunyiza, inafika inaisha nguvu. Biashara haiwezi endelea kawaida kama vile ulivyokuwa unatarajia. Wengine wanaambiwa unapojenga nyumba uweke kitu fulani, hiyo nyumba haitaharibika, haitaangaliwa vibaya. Hiyo misingi iliyowekwa sio misingi ya Yesu Kristo. Hiyo misingi ilianzishwa kwa njia ya uganga, kwa njia ya kiuchawi na kiupepo. Hiyo sio misingi ya Yesu Kristo. Sikia, anayeanzisha msingi na Yesu humaliza miaka mingi, biashara inakuwa salama, ndoa inakuwa salama, kazi inakuwa salama. Kuna wale wengine ambao wanaenda wanapewa dawa ili washike wazee wao, lakini upende usipende mama mzee, wakati umepewa dawa ya ndoa, unapata kana kwamba inafika mahali fulani hiyo ndoa inaharibika, hiyo ndoa ikui salama. Ukienda kwa yule aliyekupea dawa, anakuambia dawa inaisha nguvu, yafaa tena uongeze dawa ingine. Kwa njia ingine ni biashara. Lakini nisikiliza asubuhi ya leo, nikupe siri. Aliye ndani ya Yesu Kristo, akimpata Yesu Kristo, akiishi ndani ya Yesu Kristo, akifuata njia za Yesu Kristo, Yesu aishi nguvu. Haleluya! Yesu aseheki. Bwana Yesu asifiwe. Yesu, hakuna siku tumewahi ambiwa ya kwamba Yesu Kristo ameisha nguvu, Yesu Kristo amezeeka. Kwa huu muda ambao nimemtumikia Mungu mfupi na ninaendelea, nisikilize nikwambie, jinsi nilivyompokea Yesu, ninaendelea kuona wema wake, ninaendelea kuona furaha yake, ninaendelea kuona uweza na matendo yake makuu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Wewe mama nisikilize, mahali ulidanganywa ukaambiwa ufanye hivi ndoa ikae salama, imefika mahali ndoa imekuwa vibaya, umeanza kujiuliza nikigosikia diete. Hapana, kuna wakati umefika ukijua ya kwamba kwa Yesu kuna usalama. Wewe mrejee Yesu. Wewe uliyedanganywa kwenye biashara, ukapewa vitu ukafunga ukaweka zingine, ulipokuwa unajenga nyumba ukatevunga tanga nigentekeise nyumba waimorere kogoto, hiyo kitu imekuwa ikisumbua. Mahali unakaa hakuna amani, mahali unaishi hakuna amani, maana misingi ilianzwa vibaya. Sikia, Yesu Kristo hajawahi badilika, Yesu Kristo hajawahi seeka. Tumesikia syllabus inabadilika, tumesikia vitabu ya masomo inabadilika, lakini kuna kitabu kimoja akijawahi badilika, kutoka vizazi hadi vizazi hadi vizazi. Tangu wakati maandiko yaliandikwa, sijawahi ona andiko likibadilika. Andiko hilo limebakia, andiko hilo linasimama. Hilo andiko ndilo msingi ambayo tunahitaji tujengwe juu yake, katika msingi wa imani, katika msingi wa neno la Yesu Kristo. Maana Yesu tangu alipofika, alipokuja duniani, tangu maandiko yameandikwa kuongozwa na watu pamoja na Roho Mtakatifu, haya maandiko hajawahi badilika. Syllabus inakuja miaka kadhaa, hiyo kitabu imebadilika, lakini hiki kitabu kinachoitwa Biblia, kinachoitwa neno la Bwana, sijawahi ona mahali maandiko yamebadilika. Sijawahi ona mahali wanasema kifungo fulani hakina maana. Kila andiko ndani ya Biblia linalo uweza na nguvu na mamlaka katika maisha ya mwanadamu. Ndiposa tunaambiwa ya kwamba ombeni lolote utakalo kwa jina la Yesu nawe utapewa. Maana hili andiko linatuongoza, hili andiko ndilo mwongozo wetu, linaongoza hatua zetu. Daudi anasema ya kwamba Bwana nifundishe njia zako, Bwana nikemee kwa neno lako, Bwana niongoze katika neno lako, Bwana nifundishe maneno yako, nifundishe ndani ya andiko lako, nitafakari njia zako usiku na mchana. Haleluya! Maana katika neno ndipo kuna msingi, katika neno ndipo kuna uweza, katika neno ndipo kuna mamlaka. Niruhusu niingie kwenye maandiko katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza
mlango wake ni wa 3 mstari wake ni wa 11. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ule uliokwisha kuwekwa, yaani pamoja na Yesu Kristo. 12. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya dhamana au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. 13. Maana siku ile itadhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa, atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea, atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Sasa naomba unisikilize vizuri na tuendelee tuende pamoja na wewe hatua kwa kila hatua. Nyumba iliyojengwa na nyasi ikiwashwa moto, hiyo nyumba huteketea. Nyumba iliyojengwa na mbao ikiwashwa moto, hiyo nyumba huteketea. Nyumba iliyojengwa na dhahabu, nataka tuangalie dhahabu. Dhahabu lazima, ili ilete umaana wake, lazima ipite kwenye moto. Sasa nataka niangalie maneno haya, dhahabu na mawe na moto. Kuna misingi ambayo imewekwa wakati majaribu yanakuja, wakati shida inakuja, unapata ndoa imeharibika, maana changamoto iliingia kwenye ndoa, na hii ndoa haikujengwa kwenye msingi thabiti. Wakati shida fulani kidogo inakuja, unapata hata kama walioana wakiwa kanisani ama mahali popote pale, misingi haikuwekwa kama vile ilivyokuwa inastahili, hiyo ndoa inaanguka. Niangalie kwenye biashara, mpendwa, wakati biashara ilianzishwa kwa njia ya kipepo, njia ya uganga, njia ya kiuchawi, wakati shida fulani inaingia ama relocation inaingia, ama unaambiwa hama kutoka hapa, maana hapo ndipo ulikuwa umeweka vitu yako ya kulinda biashara. Ukiambiwa kaunti imesema uame kutoka hapa, unaanza kulia, unasema ya kwamba nimeona biashara yangu ikianguka, maana kuna mahali ambapo ulikuwa unategemea ile misingi iliyoweka isiyokuwa ya Mungu. Wakati majaribu yanakuja, majaribu kama moto katika maisha yako, yanapoingia kujaribu biashara, yanapoingia kujaribu ndoa, yanapoingia kujaribu kazi yako. Kuna wengine walipoenda kwa ofisi fulani kutafuta kazi, alipewa dawa akajipaka uso, mikono, ingine akaweka kwa ulimi, akaingia kwa ile kazi, akaongea na manager kwa sababu ya nguvu za kipepo. Manager akawa confused, akampa kazi, lakini wakati hiyo kazi inafika mwisho, yule mtu hataona maana ya kazi. Hata pesa ambazo unapata kutoka kwa biashara ama kazi ama duka hilo, hiyo pesa haina maana yoyote, maana misingi iliyowekwa sio misingi thabiti, sio misingi ya Kikristo, sio misingi ya Yesu Kristo. Paulo anatuambia kwamba hakuna msingi mwingine mtu atakaojengwa juu yake isipokuwa msingi wa Yesu Kristo. Kila kazi ya mtu lazima itajaribiwa kwenye moto. Aliyejengwa kwa misingi isiyofaa, moto utakapoingia, hiyo kazi itateketea tu. Maana wakati nyasi imeshika moto, nyasi huwaka kwa uraka, kwa upesi, kwa muda mfupi, hiyo mambo yameisha. Lakini sikia mpendwa, kuna wengine waliojengwa kwenye msingi. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu ni jiwe la pembeni. Waliojengwa kwenye jiwe la pembeni, jiwe lililokataliwa limekuwa jiwe la msingi, lile jiwe ambalo ni zito, lile jiwe hauwezi pasua,
lile jiwe hata watu wakikuja namna gani hawawezi kugrind hilo jiwe liishe. Yesu ni jiwe la dhamana, Yesu ni jiwe la msingi, Yesu ni jiwe la biashara, Yesu ni jiwe la kazi, Yesu ni jiwe la ndoa. Wakati jiwe limesimamishwa haliwezi kung'olewa, maana limewekwa kwenye msingi. Yesu amekuwa ndio msingi wa maisha yetu. Yesu amekuwa ndio msingi wa biashara. Yesu amekuwa ndio msingi wa kazi. Lakini ile misingi isiyowekwa pamoja na Yesu, hiyo misingi lazima itang'olewa, hiyo misingi lazima itabomolewa. Mungu anamwambia Yeremia 1:10, nimekuweka juu ya vijiji, nimekuweka juu ya mataifa, nimekuweka juu ya miji, nimekuweka kwa ofisi, nimekuweka kwenye familia hiyo, ili kung'oa, kuharibu, kubomoa, kuboromosha na kuanza kujenga upya na kuanza kuinua upya. Nisikilize mpendwa, mtu wa Bwana unayenitazama na yeyote anayesikia sauti hii, kuna misingi asubuhi ya leo tunaenda kuing'oa kwa jina la Yesu. Wengine waliwekwa kwenye misingi ambayo imeleta magonjwa. Hayo magonjwa umechukuliwa mahospitali, hakuna uponyaji. Leo kimwamini Yesu Kristo, kila misingi ya magonjwa inaenda kubomolewa, inaenda kuanguka. Every foundation of sickness is going to be destroyed, is going to be uprooted in the name of Jesus Christ. Nisikilize mtu wa Mungu, Yesu Kristo anapopita njiani kutoka maombi akiwa na wanafunzi wake, maandiko yananiambia kwamba akaona njaa, akaona mtini, akasema ni heri niende kwenye ule mti, nitapata tini ama tunda nile. Maandiko yananiambia kwamba alipofika pale hakupata chochote, hakupata jambo lolote. Akauambia ule mti, kuanzia leo mtu asiupate matunda ya kula hapa. Kesho yake ule mti ulikauka kutoka matawi mpaka mizizi. Asubuhi ya leo kuna vitu vilivyowekwa havijazaa matunda kwenye ndoa yako. Kuna madawa uliyoweka hayajazaa matunda kwenye biashara. Kuna vitu ulivyosimamisha kwenye nyumba yako haujaona maana hapo. Maana wengine wamejenga manyumba mazuri ndio, lakini vitu zinawasumbua. Hawalali ndani, wakilala wanaota watu waliokufa, wanaota wakiwa na majeneza, wanaota wanalishwa nyama, wanaota mambo mazito, wanaota nyoka zinawauma, wanaota ndume zinawakimbisha, wanaota wako mitoni, kwa sababu kwenye nyumba hizo kuna misingi iliyoanzishwa ambayo sio misingi ya Kikristo. Leo tunakausha kila kitu kilichowekwa kwenye nyumba yako, kilichowekwa kwenye biashara, kilichowekwa kwenye ndoa, tunaking'oa katika jina la Yesu. Mpendwa, msingi usiokuwa msingi wa Bwana hauna faida yoyote, hauna manufaa yoyote. Msingi usiokuwa wa Kikristo, huo msingi hausaidii mtu jambo lolote. Nataka unielewa asubuhi ya leo, na ukuwe tayari. Chochote ambacho ulipewa ukaweka mahali popote, uamini Mungu ya kwamba hicho kitu kinakauka, ama chochote kilichowekwa. Kuna wengine wanasema ya kwamba nikitoka kwangu nikivuka mahali fulani ninasikia miguu inaniuma, ninasikia mwili unauma, ninasikia maisha yangu yamekuwa vibaya, afadhali nitoke hapa. Akitoka kwake akienda mahali fulani yako vizuri, akirudi kwake anakuwa na shida na matatizo. Leo tunatangaza moto kutoka kwa runinga yako, kutoka kwa simu yako, katika sauti hii. Nataka umwamini Yesu. Chochote kilichozikwa lazima tunaking'oa. Ninatuma moto kutoka hapa, kila kitu kinateketea, kila misingi isiyokuwa ya Bwana, hiyo misingi tutaing'oa. Kila ambacho nahitaji ufanye ni wewe ukae na imani tu, umwamini Yesu Kristo, useme Bwana Yesu, leo chochote kilichowekwa, chochote kilichosimamishwa, minara yoyote iliyowekwa, tunaing'oa, tunaivunja, ninaiteketeza kwa jina la Yesu. Ukiwa na imani hiyo kidogo, lazima kila
kila kitu kitaisha. Lazima mateso yataisha, lazima magonjwa itaisha, lazima shida zitaisha, lazima kilio kitaisha katika jina la Yesu Kristo. Mahali ulipo umeketi unanitazama, unanisikia, unapomkubali Yesu, hayo magonjwa yanakauka. Nimeona wengine magonjwa yaliyorushwa na wachawi, anapoamini Yesu, hiyo misingi ya magonjwa ya uchawi inaanguka. Yule mtu anakuwa salama, yule mama anakuwa salama, yule mzee anakuwa salama. Yenda ikawa umeteseka kwa miaka mingi, maana wazazi walikuchukua mahali fulani, wakakwambia mtoto wetu tunataka tuende utengenezwe. Ulipoenda kutengenezwa, ukaenda ukakatwa mwili. Sikia, je, nikuulize swali, ile damu iliyomwagika katika madhabahu ya waganga ilibaki pale kufanya nini? Zile wembe na visu waliotumia, yale madawa yaliyowekwa ndani ya mwili wako yameleta madhara na shida. Leo tunaomba damu ya Yesu inaenda kuosha mwili wako, inaenda kutakaza mwili wako, inaenda kukufanya ukuwe salama. Wewe magonjwa yanaingia, mengine hayana majina, magonjwa yanakuingia, usiku huwezi kulala. Tunatangaza damu ya Yesu ndiyo msingi thabiti. Damu ya Yesu Kristo inaosha kila sehemu, inatakasa kila sehemu katika jina la Yesu. Nisikilize mtu wa Mungu, nisikilize wewe mama ambaye unateseka, nisikilize wewe mzee ambaye unateseka, nisikilize wewe kijana. Mwalimu akiingia shuleni tu akikufundisha, the moment mwalimu ametoka darasani, chochote alichokufundisha kimetoka kwa mawazo yako. Akiuliza swali, immediately ufundishwe. After 10 minutes period hiyo ishe, yule mwalimu akirudi aulize kila alichokuwa anafundisha, mwanafunzi anasema mimi nimesahau kila kitu, kwa sababu kuna mambo yaliyotendeka, kuna mambo yaliyosemwa juu yako, kuna misingi ya maneno ambayo watu wananena kwa vinywa, watu wanalaani kwa vinywa, watu wanasema ya kwamba hautapata chochote. Wameenda mahali fulani, wamekaa, wamechukua picha za watu, wamechukua nguo za watu, wamezinenea mambo. Nguo zingine zako zimepotea, auelewi zilienda namna gani. The moment hizo nguo zilipotea, ndiyo ndoa yako ilianza kuharibika. The moment hizo nguo zilipotea, ndiyo masomo ya watoto yalianza kuharibika. The moment hizo nguo zilipotea, ndiyo maisha ya watu yalianza kuharibika. Nisikilize mtu wa Mungu, leo asubuhi ya leo, wewe ni mtoto wa Mungu. Nataka umwelewe, umwamini Bwana na ujue ya kwamba hizo nguo hata kama zilienda, mahali zilipo zinateketea, mahali zilipo zinang'olewa, mahali zilipo zinakatwa. Kila misingi iliyowekwa kwa nguo. Wengine, sikiliza, juu sisikie nikupe ushuhuda. Kuna mama mwingine aliyeingia kwenye ibada akaniambia, Pastor, katika ndoa yangu watoto wangu wote wamesoma, lakini hakuna aliye na kazi. Pastor, watoto wangu mwingine anaonekana kama anachanganyikiwa, ni kama waazimu. Akaniambia, Pastor, kwangu hakuna amani, kila mara ni paka zinalia, kila mara watu wanarusha mchanga kwa mabati, kila mara vitu zinatembea kwa nyumba, sina amani. Sikiliza mpendwa, nikamwambia leo nataka umwamini Bwana. Kuanzia leo maisha yenu yanafunguliwa, watoto wako wanafunguliwa, biashara yako inafunguliwa. Na Bwana akanichukua katika anga ya kiroho, akanionyesha kisima kilichokuwa kwake. Maana watu waliingia wakasimama kwenye kisima, wakayanenea maji ya kisima, wakasema yeyote wa familia hii atakapoyatumia maji kwenye kisima hiki, masomo yaharibike, wasipate kazi. Kisha wakarusha vitu kwenye visima. Wakati asubuhi ilipofika, yule mama alipoingia kuchota maji, alipoyatumia kuyagusha, yale maneno yaliyonenwa kwa kisima na yale madawa ya kipepo yaliyowekwa yakaingia ndani ya mwili wake. Akaanza kusikia mwili wake unachoma, akaanza kusikia anajikunakuna. Maka alipokuja, mwili wake ulikuwa na vidonda.
lakini Bwana akaniambia nena juu ya kisima hicho. Nikamwambia mama, unapotoka hapa ninaachilia nguvu za Bwana. Nikamwambia enda niletee maji ya kisima chako. Akaenda akayaleta. Kesho yake nikafanya ombi, nikayaombea yale maji, nikayanenea yale maji, nikayasungumuzia yale maji, nikayambia maji, sikia, kuanzia leo nimekuponya. Yeyote aliyenena na kurusha vitu kwenye maji ambayo yameleta madhara katika familia hiyo, ninatangaza uzima kwenye familia, ninatangaza kazi kwenye familia, ninatangaza neema kwenye familia, ninatangaza uponyaji kwenye familia. Kisha nikamwambia yule mama, chukua haya maji yarudishe ndani ya kisima, na maji yote ya kisima yanatakazika. Mtu wa Bwana, sikia, wakati baada ya siku 2 yule mama alirudi akiwa anacheka na niambia, Pastor, kijana yangu amepata kazi, ule ugonjwa umeenda. Msichana wangu alikuwa anasikia miguu yake inachomwa, hata alikuwa ameanza kufura mkono na miguu, lakini tulipoyanenea maji yale, tukatangaza uzima kwenye maji yale. Sikiliza mtu wa Bwana, kuanzia siku hiyo mpaka wa leo, yule mtoto aliyekuwa amesoma amepata kazi. Nataka nikuambie nini? Yeyote anayemwamini Yesu Kristo, utasungumuzia maji yako, utayambia maji, sikia. Yeyote aliyenena juu ya kisima hiki, mahali popote ulipo, anza kunenea ndoa yako. Unamwambia Bwana, ninaamini kwa neno lako ya kwamba ndoa yangu inakuwa salama. Chochote kilichonenwa, yeyote aliyesema kinyume na ndoa yangu, ninaing'oa katika jina la Yesu. Wengine wetu, wazazi wetu walikulaani. Ulifanya jambo kidogo, lakini baba ama mama ama manko, watu wa kwenu wa ukoo wakakasirika na wewe. Mama akakwambia utatembea mpaka utachoka kwenye ndoa. Umeenda ukisunguka ukitafuta ndoa, hiyo ndoa bado hujaiona, maana misingi ya maneno ilisemwa, laana iliachiliwa kwa mdomo, na wewe hauko unajua, hauko umeelewa Yesu. Hiyo laana ikakukamata. Umekuwa uking'ang'ana, umeolewa na Mjaruo, umeolewa na Mkamba, umejaribu ndoa mpaka umesema afadhali niishi peke yangu. Hata ukiishi peke yako, bado zile nguvu za laana zinafuata maisha yako. Leo tuko hapa na uzuri unasikia, nataka umwamini Yesu. Tunaanza kung'oa hiyo misingi, yale maneno wazazi walionena, kwa damu ya Yesu Kristo inaoshwa katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, sikia. Wewe mama, sikia. Wewe mzee, sikia. Chochote kilichonenwa juu yako kikawa msingi ambao unaandama maisha yako, kukawa msingi ambao unafuata maisha yako, chochote kile kimeleta maafa, kimeleta madhara, kimeleta shida. Magonjwa mengine hayana hata majina. Wengine wakifika saa 9 asubuhi, mwili wake unagandana, unakuwa baridi, unashindwa hata kusimama, unashindwa hata kueleza kinachokufuata, maana kuna mambo yaliyotendeka. Kuna mahali uliwekwa, kuna mahali ulisemewa, kuna mahali wazazi walikuchukua nilipoanza, wakakwambia tunaenda kukutengeneza, lakini imefika mahali ulitengenezwa ndio, lakini ulikuwa unaharibiwa. Leo nataka Yesu akutengeneze. Leo nataka Yesu akufanye kuwa upya. Leo nataka Yesu akufinye tena. Ile misingi ya ukoo lazima itaharibika katika jina la Yesu Kristo. Kuna mwingine anajua vizuri katika familia yetu, mama ni mgonjwa kisukari. Sasa huo ugonjwa wa kisukari umefuata pattern, the pattern of the ancestral curses, laana za ukoo, damu ya ukoo. Yani ile shida wazazi walipitia, yale magonjwa wazazi walipitia, hayo ndio unapitia. Ile shida ambayo baba alipitia inafuata kijana wa kwanza, mchukuu wa kwanza. Hiyo familia, kila mtu wa kwanza lazima awe na ugonjwa fulani wa babu, lazima awe na ugonjwa fulani wa wazazi, lazima kuna shida fulani ya ukoo. Kama ni ulevi, lazima watu wote wakuwe walevi, hata kama walishoma. Yaani misingi iliwekwa kwenye ulevi, roho ya ulevi kanenewa. Hiyo familia hata kama watu walishoma, mwishowe lazima
amalizie ulevi. Yaani mambo yalisemwa, mambo yaliwekwa, hiyo ukoo imefuata laini ya ulevi. Leo tunang'oa kwa jina la Yesu. Leo tunaondoa kwa jina la Yesu. Leo tunabomoa kwa jina la Yesu. Leo tunanena uzima kwa jina la Yesu. Leo tunanena kibali kwa jina la Yesu. Leo tunanena mafanikio kwa jina la Yesu. Kuna wengine katika familia yao unapata ya kwamba shida fulani iliyosumbuka kwenye hiyo familia, ama kila mwaka lazima wawe na matanga, kila mwaka lazima uende hospitali. Wengine walikuwa wananiambia, pasta, mimi ikifika mwezi wa 7 kila mwaka lazima ninunue beseni, ninunue kikombe, ninunue sahani, ninunue blanketi, ninunue kitambaa, maana ninajua kila mwezi wa 7 lazima niende hospitali. Hiyo misingi tunaing'oa kwa jina la Yesu na tunakuweka kwenye msingi wa Bwana, msingi wa Yesu Kristo. Hautawezwa na magonjwa. Ukiwa ndani ya Yesu Kristo, laana zinaondoka. Ukijengwa kwa Yesu, mikosi inaisha. Ukijengwa kwa Yesu, shida zinaisha. Wengine wamefuatwa na mikosi, hawaelewi. Akienda kazi anafukuzwa, akifanya biashara haifanye, akienda shambani mashamba yakai, akifuga ng'ombe ng'ombe haikui. Yaani kuna laana iliyoachiliwa, hiyo laana ikamea, ikakuwa msingi katika maisha ya familia hiyo. Ndio watu wako salama, huo mji ndio uko salama, lakini kuna mambo mabaya yanayotendeka kwenye mji huo. Leo tumekuja hapa tunasema, Bwana liwe liwalo, tunamalizana na kila kitu na tunaanza pamoja na Yesu. Tunamalizana na magonjwa na tunaanza pamoja na Yesu. Tunamalizana na umasikini na tunaanza na Yesu. Tunamalizana na magonjwa na tunaanza pamoja na Yesu. Tunamalizana na wachawi na tunaanza pamoja na Yesu. Tunamalizana na uganga na tunaanza pamoja na Yesu. Laana za ukoo tunamalizana nazo na tunaanza pamoja na Yesu. Haleluya. Nataka umwamini Yesu. Neno la Bwana linasema, wakati moto utakapowaka, kila kazi itajaribiwa. Kuna zenye zitateketea, kuna zenye hazitateketea. Wakati dhahabu inawekwa kwenye moto, moto unaufanya dhahabu inaondoa uchafu wote. Wakati majaribu yanakuja kukuweka ukae imara. Usianze kusema, oh nimeomba, oh nimeenda kanisa, oh kama dhabihu ninatoa, kama ni sadaka ninatoa, lakini nimeshindwa cha kufanya. Nataka nikutie moyo, hata kama unaenda kanisa unatoa sadaka, bado majaribu yako. Juzi nimeambia rafiki zangu ya kwamba kuwa pamoja na Yesu haijamaanisha hapata kuwa na majaribu. Maana majaribu yapo tu, mahali popote kila mtu anaenda majaribu yapo tu. Nikamwambia, Yesu akawaambia wanafunzi wake katika Marko 4, tufuke tuende ng'ambo ile. Walipokuwa pamoja na Yesu, kukawa na dhoruba kwa bahari. Yesu alikuwa, lakini majaribu yalikuja. Lakini ukiwa na Yesu, hata kama wachawi watakujaribu, hata kama waganga watakujaribu, hata kama magonjwa yatakujaribu, hata kama shida itaingia, haijamaanisha Yesu hata kuokoa. Ni wewe ujue ya kwamba haya majaribu ni ya leo, kesho kuna ushindi. Haya magonjwa ni ya leo, kesho kuna uponyaji. Wacha kulia, wacha kujiuliza maswali. Tigagotebanga inchora nyore enanyume twasomo chioyo oyo no mochiomobe enache tomo chioyo omochibo botaka. Yesu okoretira agwe omochioyo sesenigwe. Yesu okoretira agwe omochioyo gwenigwe enanyume tuno mogaka mbuya nimbo moburaka. Hapana, ondoa hayo maneno katika kinywa chako. Bwana alikupea huyo mzee ili kupitia wewe huyo mzee abarikiwe, huyo mzee ainuliwe. Sikia mtu wa Mungu, nikupe ushuhuda. Nilipooa sikukuwa na kitu, ndio nilioa. Mke wangu alipokuja, kumbe yeye alikuwa amebeba baraka zangu. Alipoingiana pamoja na mimi, maisha yangu yalianza kubadilika. Akaanza kunitia moyo, akaanza kuniambia hata kama kuna shida tu lazima tunamaliza. Maana yeye alielewa assignment yake katika maisha yangu ni kunisukuma mimi nisikufe moyo, ni kunifanya mimi nikuwe na imani. Na wewe mama, sikia, hata
kama katika ndoa yako huyo mzee hana kazi, katika ndoa yako huyo mzee hana chochote, wewe mtie moyo, mwambie mzee, ninajua kesho yetu iko salama. Bwana ametupea watoto hawa, ninajua watoto watasoma. Watie watoto moyo, hata kama unaona hakuna chochote, wewe waambie watoto wangu, ninajua kitu moja, mulitoka kwa tumbo langu. Na wewe mama, sikia nikupe siri, mahali popote ulipo, wewe ombea tumbo lako, mwambie Bwana, kila mtoto niliyezaa kutoka kwa tumbo langu, ninanena ya kwamba atafanikiwa, watabilie, wanene makuu. Kama ni wanafunzi, shika tumbo lako popote, mwambie Bwana, hawa watoto wasome, hawa watoto wafanikiwe. Kila mtoto aliyetoka kwa tumbo langu, ninanena mafanikio, ninanena kuinuliwa. Hao watoto, hayo maneno yana connect na uzao, yanaenda mpaka mahali walipo, wanaanza kuinuliwa, wanaanza kufanikiwa. Maana kuna misingi iliyowekwa, lakini kwa mdomo wako waweza ng'oa ile misingi iliyowekwa, ukaanza kunena baraka, ukaanza kunena misingi mizuri, ukaanza kuweka mambo mazuri. Praise the name of Jesus. Na neno la Bwana, maandiko yananiambia kwamba Yesu alipokuwa pamoja na wanafunzi, dhoruba ikaingia. Lakini wanafunzi walipojaribu, kuna watu wamejaribu katika maisha, wamesema tigankole mono gosemo wanene vyoke. Sasa wacha kufanya mono, nataka uanze kumwamini Yesu ili kwako ikae salama. Wanafunzi wa Yesu wakamwendea Yesu, wakamwambia, Bwana Yesu, umelala hapa na sisi tunaangamia. Yesu akasimama, akaikemea dhoruba. Wakati umejua Yesu ako pamoja na wewe, hakuna chochote kitakacho kushinda. Wakati umejua Yesu ako pamoja na wewe, hakuna misingi itakayo kushinda. Nataka nitangaze, nataka nifanye maombi pamoja na wewe leo ya kwamba kuna uwezekano, kuna nguvu kwa Yesu Kristo. Yesu ndiye msingi wa biashara, Yesu ndiye msingi wa ndoa, Yesu ndiye msingi wa masomo. Wewe uliye na watoto, sikia, wakati watoto wanaamuka wanaenda shule, wewe wawekee mikono. Hata kama wewe sio pasta, nataka uwe na imani. Unasema, Bwana Yesu, nimewabarikisha watoto wangu, ninawapa hekima watoto wangu, wanapoenda shule wawe na mafanikio katika jina la Yesu. Na waachilia kama wako boarding kila asubuhi, wewe amuka, sema, Bwana Yesu, watoto wangu wakiwa shule, Yesu wajaze na hekima, Yesu wape na maarifa. Maana neno la Bwana linasema, asio na hekima aombe, maana hekima itokayo juu inashinda hekima ya ulimwengu, inashinda masomo ya ulimwengu. Namwambia Bwana, wale watoto wangu ninatangaza wafanikiwe kwenye masomo katika jina la Yesu. Hiyo ndio misingi ambayo ninanenea. Wewe mama ambaye unaona mzee wako ana chochote, nataka umwamini Bwana. Ile nguo anayovaa, mahali anakaa, mahali analala, wewe omba, mwambie Bwana, hii ni nguo ya mzee wangu. Anapovaa nguo hii, ninamupa kibali, ninamupa neema katika jina la Yesu. Wewe mzee, nisikilize, yende ikawa kuna tabia ambayo hujapenda ndani ya mke wako, mahali ulipo, mahali mke wako anakaa, enda sema, Bwana Yesu, hiki kiti mke wangu anakaa, hiki kitanda tunalalia, ninatangaza damu ya Yesu. Anapokaa hapa, kila shida inaisha, kila mateso yanaisha, kila magonjwa yanaisha, laana ya ukoo inaisha katika jina la Yesu. Unasema tu amina. Unaanza kumwambia Bwana, ninang'oa misingi ya magonjwa, ninang'oa misingi ya laana, ninang'oa umasikini, ninang'oa shida, ninang'oa mateso, ninang'oa madharau kilichopandwa mahali hapa. Neno la Bwana linasema ya kwamba kila panda asilopanda Bwana Yesu, hilo pando linang'olewa. Unamwambia Bwana, chochote kilichopandwa na wazazi kabla hawajakujua, chochote kilichowekwa na ndugu zangu, chochote kilichowekwa na watu wa dunia, chochote kilichorushwa ili familia yangu iharibike, hiyo ninaosha kwa damu ya Yesu. Unatembea kwako, namwambia Bwana, natangaza nguvu zako kwa familia yangu, natangaza ulinzi wako juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Unaita damu ya Yesu, unamwambia Yesu Kristo, ile damu yako iliyomwagika msalabani inaosha kila
kila kitu, inatakasa kila kitu, inafanya mji kung'ara, inaondoa laana ya ukoo. Wewe uliye na magonjwa ya damu, magonjwa ya wazazi, magonjwa ya baba yako, magonjwa ya ukoo wa kwenu, ya kwamba kwenu kama baba alikuwa na asima, watoto wote wanakuwa na asima, misingi ya asima imewekwa. Baba alikuwa na kisukari, unaenda hospitali mpaka daktari anakuuliza kwenu kuna mtu aliye na ugonjwa wa kisukari. Leo nataka uelewe ya kwamba Yesu akona uwezo wa kung'oa hiyo misingi ya kisukari, hiyo misingi ya presha, hiyo misingi ya kufura miguu, hiyo misingi ya roho kuwa kubwa. Na tangaza uponyaji katika jina la Yesu. Kabla sijafanya maombi, nataka mama unisikilize, nataka mzee unisikilize. Wewe uliye hospitalini, nataka uweke imani. Kwa jina la Yesu unaponywa leo, kwa jina la Yesu unapokea uponyaji leo. Hiyo shida inaisha kwako leo, hayo mateso yanaisha kwako leo. Wewe uliye kwa biashara, unapotoka hapa ukienda kwa biashara yako, biashara iko na masikio, pesa iko na masikio, chochote unafanya kiko na masikio. Enda iongelee biashara yako, iambie wewe biashara, Bwana alikunipea wewe ili ukawe mafanikio kwangu. Ukatae laana, ukatae mikosi, umwambie hiyo biashara ya kwamba ninakunenea kwa jina la Yesu. Tindigo chikotwara hasara, tindigo chikorera, oikolete nivo, oikolete faida. Biashara tegerera, amatoke tegerera, chinyanya tegerera, eduka tegerera, chianga tegerera, supermarket tegerera. Tindigo chikorigi bintu bigosiranya ole nivo, na monyorire Yesu Kristo. Ochakera rero oikeni bebe buone aye chiombe chitari koba yenda bweli alia kwanero bweli otebi bweli tegerera aserie tari ya Yesu. Oika chiombe chibe, oikeni bebe, oika mwanebe, oika bana babyuke, oike nyomebe, oike bintu bibe, oiko botenengu bobo aserie tari ya Yesu Kristo. Wewe uliye na nguvu ambazo zinasumbua maisha yako, nguvu zinazoingia wakati wa usiku. Hiyo ndani gontenga pasta, ninasikia tu kabisa nikiwa nimelala mtu ameingia, hata kuinua kichwa siwezi. Najua wengine wanapitia hali hiyo. Nasikia mtu ameingia, ametembea kwa sitting room, huyo mtu amefungua mlango wa bedroom, huyo mtu anakuja ananikalia, onsigamera, ongigatera. Nikiamuka asubuhi mimi ni mgonjwa, sina lolote. Ndio nguvu za giza zinatembea, lakini Waefeso wanatuambia vizuri, si ya kwamba vita vyetu si vya nyama na damu. Leo hayo mambo hayatatendeka kwako katika jina la Yesu Kristo, maana misingi imeharibiwa. Zaburi 11:3 inasema kwamba misingi ikiharibika, mwenye haki atakimbilia wapi? Mwenye haki atamkimbilia Yesu Kristo. Wamama wamkimbilie Yesu Kristo, wazee wamkimbilie Yesu Kristo, vijana wamkimbilie Yesu Kristo, watoto wamkimbilie Yesu Kristo. Yesu ndiye msingi thabiti katika maisha yetu. Nataka niombe pamoja na wewe. Nataka umwamini Yesu, hayo magonjwa yaishe. Nataka umwamini Yesu, hiyo shida wazazi walikuwa napitia. Mama akaolewa, akazaa watoto, akatoka akaenda akaishi peke yake. Msichana ameolewa, amezaa, ametoka, ameenda. Mchukue the same. Hiyo pattern leo inavunjika katika jina la Yesu. Maana hiyo ni misingi mibaya iliyowekwa kwa njia isiyofaa. Nataka umwamini Bwana. Imani yako itang'oa kila misingi na tunaenda kuingia katika msingi wa Yesu. Kabla sijakuombea, nataka umwamini Bwana. Uinue mikono yako kwako, uinue mikono yako hospitali, uinue mikono yako ukiwa kwa hotel, uinue mikono yako ukiwa umeangalia simu. Inua tu mkono wako juu, sema Bwana Yesu, kila misingi keroboroso iliyowekwa katika maisha yetu, hiyo misingi itutese, hiyo misingi ilete laana, hiyo misingi isiyokuwa ya Bwana, misingi ya magonjwa, misingi ya umasikini, misingi ya shida,
misingi ya mang'ang'ano, misingi ya vita, tunaing'oa, tunaipasua, tunaiboromosha katika jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, wewe ni msaada, nisaidie. Ondoa magonjwa ndani yangu, ondoa shida ndani yangu, magonjwa yote yale yaliyoingia kwa hewa, kwa maji, kwa chakula, ninayang'oa katika jina la Yesu. Kuanzia leo nimeingia kwako, maana wewe ndiye msingi, maana wewe ndiye utanisaidia. Yesu, wewe ni wa karibu. Yesu, wewe ni wa msaada. Asante maana umenibariki, asante maana umeniponya, asante maana umeniwezeshea, asante watoto wameponywa, asante kwa masomo. Inua hiyo mkono nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, katika runinga hii, mpendwa huyu amekuamini. Katika simu hii, mpendwa huyu amekuamini. Katika channel hii ya Ndizi TV, watoto wako wamekuamini. Katika jina la Yesu, nanenea biashara, nanenea kazi, nanenea ndoa, mafanikio, 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 mafanikio. Kila laana inang'olewa, kila shida inang'olewa, kila mateso yanang'olewa. Ninang'oa kila madhabahu yanayosema juu ya maisha yake, ambayo yameleta laana, madhabahu ya usherati, madhabahu ya ulevi, madhabahu ya umasikini, madhabahu ya vita na mateso. Ninayabomoa leo katika jina la Yesu. Natangaza kuanzia leo, hii familia inafanikiwa, huyu mama anafanikiwa, huyu mzee anafanikiwa. Laana zinaondoka, mateso yanaondoka, shida zinaondoka katika jina la Yesu. Natuma malaika wa Bwana, wanaingia ndani ya kila nyumba, wanaingia ndani ya kila biashara, wanaingia ndani ya kila ofisi. Alama ya kipepo iliyowekwa juu yake ninaing'oa ndani ya nyumba hii. Mali sauti nasikika, mali TV natazamwa, na nena hakuna nguvu za kipepo, na nena hakuna nguvu za giza, na nena hakuna mang'ang'ano. Wewe mzee barikiwa, wewe mama barikiwa, wewe kijana barikiwa. Chochote unachoguza lazima kikuletee faida katika jina la Yesu. Kila misingi ya kipepo, uchawi na uganga ninaing'oa. Misingi ya ndoto za nyoka, ndoto za watu waliokufa, ndoto za majeneza na makaburi, hiyo misingi naing'oa katika jina la Yesu. Bwana Yesu anapoguza biashara, wacha aone faida na akawe na ushuhuda. Na nenea maji anayokunywa yanatakazika, hewa anayovuta imetakazika, mchanga nao kanyaga umetakazika. Yeyote aliyechukua mchanga wa nyayo za miguu akaenda kufanya uganga na uchawi, hiyo mchanga ishike moto na iteketee. Zile nguo za kwako zilizopotea, zile nywele uliokatwa, leo ninatangaza hazitang'ang'ana kusumbua maisha yako, maana damu ya Yesu inakuosha, damu ya Yesu inakutakaza, damu ya Yesu inakuweka huru. Na wabarikisha aliye mgonjwa, pokea uponyaji, mwili wako pokea nguvu, hayo magonjwa yaishe kwa jina la Yesu. Naomba na kuamini, amen. Bwana kubariki na kukaribisha kuanzia saa 3 katika ibada yetu ya Jumapili. Ukifika mji wa Mosocho hapo Lio Toigo, teremuka kama yule anaenda Raganga, kuna kanisa hapo kubwa la blue linaitwa Light to Life the Messenger Church. Hapo ndipo tunapatikana. Wewe uliye na shida njoo, wewe uliye na mateso njoo. Katikati ya wiki siku ya Jumatano kwa
kuanzia saa 5 mpaka saa 10 tuko na ibada ya miujiza na uponyaji. Na leo karibu katika ibada. Ukiwa kwako usianze kung'ang'ana, wewe njoo, Bwana atakusaidia. Mungu akubariki. Asante sana wenye runinga. Bwana wa uzima awape kibali na nena baraka juu ya kila moja. Mtazamaji sikia, ubarikiwe, 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 ubarikiwe. Pale nyumbani mke wangu aliniambia nisalimie watazamaji wote, na wasalimia kwa jina la Yesu. Anawapenda na tunawapenda. Asante kwa muda huu. Bwana wabariki. Asante sana Pastor kwa neno lenye nguvu kabisa. I hope mwancho mulilia kwa nyale ko bako konyora ogo sisi ni gukuo kogotebanga omosingio, yani msingi wako